Katika Agano la Kale, Mungu aliwafundisha watoto wake wana wa Israeli namna ya kutokutazama picha za uchi au kutokutazama utupu wa mtu mwingine. Ilikuwa ni sheria na ilikuwa ni kanuni ambayo Mungu aliwekea wana wa Israeli. Kwa namna yoyote ile hawakuruhusiwa kutazama utupu wa mtu mwingine. Hivyo hivyo leo hii Mungu atamani kabisa mtu kwa namna yoyote kuangalia utupu wa mwenzake, iwe ni wa jinsia moja au jinsia tofauti. Ni kwa nini Mungu aliwakataza watoto wake? Ni kwa nini Mungu mpaka leo anawakataza watoto wake kujikita kuangalia picha za uchi? Ni kwa sababu moja kwa moja unapojiingiza kwenye kuangalia picha za uchi, zinafungua mlango kwenye ulimwengu wa roho na kuruhusu mapepo kuvamia maisha ya mtu, mapepo kuyatesa maisha ya mtu na kujikuta yanamuingiza mtu kwenye roho ya masturbation, kupenda kujichua. Mtu anaingia kwenye hali ya kupenda kujichua na kupoteza desire na kupoteza shauku na mtu mwingine wa jinsia tofauti na yeye na kujitosheleza mwenyewe, ambapo Mungu alikipinga kitu hichi na kukataza. Maisha ya watu wengi leo yameingia kwenye uharibifu wa kimawazo, uharibifu wa kiakili, uharibifu wa kimwili, kwa sababu watu walianza kujiengage kwenye pornography, watu walianza kujiengage kwenye masturbation na roho zikawateka. Nikwambie kabisa, usifikirie shetani ni mjinga kuruhusu watu kuweka picha zao kwenye mitandao wakiwa uchi. Usifikirie shetani ni mjinga kwa namna moja kuhakikisha mitandao kwa namna yoyote inakuonyesha picha za watu ambao wako uchi. Ni lengo na mkakati moja kwa moja kuipossess mind yako, ni kukuteka nyara na kukufanya kuwa mtumwa kwenye ulimwengu wa roho, ni kukuteka nyara na kukufanya kuwa mtumwa wa pornography video, ni kukufanya uwe mtumwa wa masturbation na kisha kuyaharibu hatima yako na kuikamata destiny ya kwako. Watu wengi leo wameharibikiwa hatima zao, maisha yao, kwa sababu ya kuingia kwenye picha za utupu, kwa sababu ya kuingia kwenye hali ya kujichua. Ninakuombea leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ikiwa mimi mtumishi wa Bwana, kila roho ya masturbation, kila roho ya pornography iliyokamata maisha kwako, ikiwa ni unafanya kisiri siri, hakuna mtu anayejua, let that yoke be broken in the name of Jesus. Acha hicho kifungo kikakatike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Acha hiyo nguvu ikalipike kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akakutoe akakukomboe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wangu akakutetee akakusaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naamini kabisa maisha yako hayatabaki kama yalivyo. Mungu atakutoa mahali pamoja kwa kupeleka mahali kwingine, kama umesikia sala hii na kumwamini Mungu katika kukuponya katika hali hiyo ulionayo. God bless you. Shalom. Kwa wanafamilia wa Jesus Embassy, tafadhali subscribe kwenye alama hiyo nyekundu, gusa, alafu bonyeza pia alama hiyo ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata video hizi za mafundisho ya Mungu.